Kaka. Sikiza mdogo wangu. Kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Hamna baba. Kama unapata binti sema, mimi ni babako mkubwa bwana, usiniogope. Sahihi. Sahihi baba. Usiniogope. Unajua mimi nikipata binti lazima nikwambie baba yangu, kwa nini nikufiche? Kwanza na imani natamani nipate binti au kutulia naye ili nikwambie baba tukatoe poa. Eti sasa kama unataka kuoa, tafuta binti mzuri. Sawa Hapa mtaani kijijini kwetu hapa, mabinti wengi wamechukuliwa tayari, wameshachumbiwa. Kwa hiyo tafuta binti mzuri, alafu unaniambia fulani yule. Sawa alafu mimi ndio nitakwambia kwamba yuko sahihi au hayuko sahihi. Sawa wacha nikuache kwanza. Endelea kupumzika tu hapa. Sawa baba. Haya mimi niko huko ndani mara moja. Sawa. Haya. Safari njema baba. Sawa. Ila jiandae na haki za watu. Nyie vijana mliotoka Dar es Salaam. Huku mnakuwa mnapendwa sana kwa sababu mnaonekana mnakutoka mjini. Kwa hiyo haki za watu kwa makini nao. Sawa? Sawa baba. Mnaelewa mwanangu Ila siku zote Waswahili wanasema mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu. Hiyo kwa makini sana. Unaelewa? Ndio. Na siku zote hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Kwa hiyo nataka kukwambia, lakini nilikuwa naogopa sana kuwagombanisha wewe na shemeji. Hebu kwa free ndugu wangu, wewe ongea kwa sababu kama kutokea lishatokea na mtu kashaondoka. Sawa? Wewe ongea tu nakusikiliza. Kaka, shemeji alikuwa anatembea na kijana fulani pia anaitwa Vani. Yeye ndugu wangu bwana. Kwa hiyo ulikuwa kuongea. Nilikuwa tu yaani ningefanya niongee kulupuka. Ningagombanisha. Mimi nimekuelewa mdogo wangu. Na sio kama nilikuwa silijui. Kumbe yule anatembea na Vani. Nilikuwa sina uhakika. Lakini ilifika stage paka wakuta njiani wameshikana na akaniambia maneno mazito sana. Nikaamini moja kwa moja. Unajua yule kijana yule bwana alikuwa anaishi hapa kijijini sana. Lakini mwisho wa siku ndio hivyo kwenye kusoma akaenda zake mjini huko. Kusoma mwisho wa siku sana karudi. Sasa elimu yake ndio inamfanya kashajiona yeye wa mjini. Ajisahau kama yeye ni wa kijijini hapa. Mwisho wa siku sisi tushachumbia mke lakini ndio hivyo. Tena shemeji alimshawishi vingi. Hivyo ni lazima, ndio maana nikakwambia kwamba yule sikatoka mjini. Sio ile mambo mjini na sisi hapa wanawake hapa kijijini tena. Akisema mtu ametoka mjini huko basi. Bwana huyo wadau, huyo Dar es Salaam bwana sina nini. Basi sisi hapa kijijini tushazalaulika. Maana sisi kama tunavyoendelea hapa kufanya kazi zetu kubwa ni kilimo. Ndio maana tunafanya kilimo hiki tunafanya hiki. Hivyo mara nyingi nilikuwa nikiwakuta wanatembea pamoja, wanakula pamoja. Mara nyingi hata nyumbani walikuwa wanachelewa kurudi, anatoka kwa pale. Yaani kaka, mimi nachokushauri wewe acha naye. Utapata mwanamke mwingine, mtaishi vizuri, mtajenga fresh tu. Basi sawa mimi ndugu wangu nimekuelewa. Basi unajua mimi sijapika. Unajua tena usingo tena na mawazo ni mtaala na kitu changu kwa hata sielewi kabisa. Unajua umekuja umenishauri nzuri. Sasa ina shida. Leo mikubwa nachokwambia. Soma ndugu wangu. Sawa? Piga kitabu. Usisikie mambo ya mapenzi, piga kitabu. Pia utundu punguza. Basi karekebisha msosi. Unaweza kuchonga mwingine. Haya basi. Mpenzi wangu Vani. Za siku. Mimi mzima. Niambie.
Unazidi kupendeza kipenzi. Ndio, huyo ndo ananipendezesha, na hata ile hela ulionipa nilienda kununulia hizi nguo. Hapo bado kipenzi, utapendeza zaidi ya hapo. Niamini mimi. Si nilikwambia? Na hapo bado. Ukishaondoka tukienda kule mjini Dar es Salaam, utazidi kupendeza mara 10 hapo. Utaniamini tu kipenzi. Sawa. Utapendeza kupita hata hapo. Hadi mimi utakubali, utasema niko nachelewa wapi mimi. Umeelewa kipenzi? Utapendeza, usiogope. Sawa. Hadi waambie wakome. Basi sawa. Niambie kipenzi changu. Maana leo umekuja hata bila taarifa. Hata kunipigia simu hujanipigia. Niambie, unajipia gani? Mbona guna nitia mashaka? Hebu niambie kipenzi. Ujio wako uko vipi? Sema kweli mimi hapa bana nimekuja na jambo langu. Jambo gani kipenzi? Hebu niambie kwanza. Masa, wewe sema. Hebu jibu yeye mwae. Mimi ndo mume wako, hapa ndo kila kitu. Usiona wasiwasi. Sasa unanificha mimi, nitamwambia nani mwingine baby? Niambie basi. Niambie kipenzi. Hebu funguka, usinifiche chochote kile. Vani? Naam kipenzi Masa. Vani ni hapa. Kero mimi kwa sababu wewe watu wananitara kwenye imara yangu, alafu ni bila zidi yangu. Sasa sikia, mimi ndo naongea mimi, hamna mtu mwingine kunichungua katika kijiji chochote. Jana nakaa kijijini, afu nasemaje? Kwanza jipe mwenyewe, jipe mwenyewe la ya bado tata. Ile sasa hivi nafariki kitu yangu nacheka alivyo, sitaki mtu aingilie, sitaki kabisa, sitaki mimi. Mimi sina mashaka kabisa. Nasema jipe mwenyewe, jipe mwenyewe, jipe mwenyewe, jipe kula leo. Usitendo nika. Na ujauzito wako. Masa, una ujauzito wangu? Ndio. Wewe nishangaza ujauzito wangu? Ndio. Niamini Vani, mimi nakupenda. Sikia Masa. Mimi na wewe tumekutana siku moja tangia nifike hapa. Na mpaka sasa hivi na mwezi mmoja niko hapa. Unakuja kuniambia na mimba ya kwangu mia wiki 2. Na kijiji kizima chote watu wanatambua kwamba ulikuwa unaishi na kichele. Hadi sasa hivi wanajua unaishi na kichele. Maana mimi tunaji. Kwa hiyo mimi ndugu zangu wananielewa vipi? Watanifikiria vipi? Kwa hiki kitu ambacho unaniambia, kwanza kimenishtua moyo wangu. Yaani sikubaliana nacho kabisa. Nabidi nikae na mama nimwambie, niongee na wazee. Nisikilize na ushauri kipi. Vani, mimi siwezi kukudanganya. Kweli na mimba yako. Mimi nitaamini vipi? Hebu niaminishe na. Vani. Mimi yule pale usinifikirie sana, na mimi yule nishaachana naye. Mimi kweli ni mimba yako Vani, siwezi kukudanganya. Naogopa kunibebesha mzigo ambao sio wa kwangu. Ndio kitu ambacho ninahofia mimi. Unielewa Masa?
Ni watoto wa kike siku hizi ni waongo. Kitu kakupa mwingine na kuja kunibebesha mimi mtoto wa watu. Hata huruma haoni. Vani, tuzu kudanganya kweli. Nitaamini vipi Masa? Nitaamini vipi? Mimi nitaamini vipi kama hiyo mimba ni ya kwangu kweli? Siku moja kupata mimba, siku moja kweli?